Mheshimiwa Mkuu wa Chuo Bwana Johnson Soa, Msajili Mratibu wa Masomo Bi Stella Msaliboko, Mkufunzi na Mkuu wa Idara ya Uandishi wa Habari Bwana Pasco Adriani, Rais wa Serikali ya Wanafunzi, Kamanda wangu wa polisi wa kata ya Kiluvya, wahitimu wetu wa astashahada na shahada, wafanyakazi wenzetu wa Dar es Salaam School of Journalism, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Asanteni sana. Awali ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kufika hapa kwenye mahafali yetu ya 30 ya Chuo cha Uandishi wa Habari Dar es Salaam School of Journalism. Kwa kuwa hii ni hadhara ya waandishi wa habari, nawajibika kujitambulisha tena. Najua mkuu wa chuo amenitambulisha, lakini pengine mkisikia na sauti yangu na nitakavyosema itawawia kuweka kwenye kumbukumbu zenu vizuri. Jina langu naitwa Mgaya Bakari Kingoba. Kwa sasa nafanya kazi na kampuni ya magazeti ya serikali Tanzania Standard Newspaper. Wadhifa wangu unaotambulika ni kaimu meneja wa huduma za habari za Kiswahili. Mimi kwa lugha rahisi tu ndio mhariri wa gazeti la Habari Leo. Lakini na wadhifa wangu mwingine ndio huo. Nimebahatika kuteuliwa na waziri mwenye dhamana ya habari mwaka jana mwezi Septemba tarehe 18 kuunda kilichoitwa Bodi ya Wanahabari Tanzania. Kwa hiyo ni mjumbe katika Bodi ya Wanahabari Tanzania, ambayo mwenyekiti wetu ni Bwana Tido Mhando, mwana habari nguli, na hivi karibuni aliteuliwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mshauri wake katika masuala ya habari. Kwa hiyo nimesimama hapa kwa nyadhifa zangu kama nilivyozieleza hapo. Awali ya yote nawapongeza sana kwanza uongozi wa chuo kwa kuona kwamba ningefaa kuja na mimi kuongeza sauti yangu katika mahafali yenu ya 30 ya Dar es Salaam School of Journalism. Nawashukuru sana mkuu wa chuo na uongozi wako kwa heshima mlonipa kusimama mbele ya hadhara hii. Lakini pia pongezi kwa wale wote ambao baadaye leo watakuwa hapa wanahitimu. Ni jambo la faraja sana kufika katika hatua hii. Ni jambo la kutia moyo unapopata ngazi moja ya elimu, ni jambo la faraja. Kwa hiyo nawapongeza wote mtakaohitimu muda mfupi ujao. Lakini pia pongezi nyingine ziende kwa uongozi wa chuo na wafanyakazi wako kwa jumla kwa jinsi ambavyo chuo hichi ni miongoni mwa vyuo ambavyo vimekuwa mstari wa mbele katika kusaidia mafanikio katika sekta yetu ya habari nchini Tanzania. Kama alivyosema mkuu wa chuo, kimekuwa na mchango mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba tunazalisha wataalamu wa habari walio mahiri, waliobobea na wenye sifa ya kuingia na kushindana katika soko la ajira. Lakini kubwa pia niwapongeze kwa hatua. Mimi nilizoea chuo kiko Ilala. Nilipoambiwa kuhusu mwaliko nikaambiwa ni Kiluvya, nilishangaa kwa sababu rekodi zangu hazikuwa vizuri kwenye eneo hili. Kwa hiyo niwapongeze kwa hatua ambayo mmefikia ya kuleta huku chuo na kuendelea na ujenzi ambao nimeuona pale na majengo nimeyaona. Niwatie moyo kwamba muendelee na ujenzi huu na chuo kiweze kukamilika na kuwa mahali pazuri zaidi. Lakini pia pale ambapo tutaona tunaweza kusaidiana katika kusukuma mbele gurudumu hilo la ujenzi kwa mawazo, kwa fikra, kwa misaada, kwa hali na mali, basi msisite kushirikiana nasi katika kusaidiana kwenye swala hilo. Sisi waandishi wa habari, mimi mmoja wapo. Mimi sikuandika hotuba jamani, ndio maana hamuioni kwenye hii kitabu cha mahafali hichi. Kwa hiyo takayoyasema yanatokana na uzoefu wangu wa takriban miaka 30 katika fani ya uandishi wa habari. Na yapo nitakayoyaelekeza kwa wenzangu wanaohitimu, yale ya jumla na yote yanayohusu sekta yetu kwa ujumla ya habari. Kwa hiyo mtaniwia radhi, sina hotuba niliyoandika, lakini naamini kwa uzoefu niliosema
mengi ya kuzungumza. Kama tunataka tukikaa hapa mpaka jioni, naweza tukazungumza mpaka jioni, lakini kwa minajili ya muda nitaangalia na nitazungumza yale ambayo naamini sote atatusaidia katika kujenga taifa letu, hasa sekta ya habari Tanzania. Nitaanza na hili zilizozungumzwa kwenye hotuba zote mbili, ile risala ya wenzangu wale wahitimu pamoja na ya mkuu wa chuo. Kuna maeneo ambayo yalitajwa humo, kwa hiyo inabidi nitolee ufafanuzi ama nizungumze nayo kwanza. Moja nilishalisema lile la pongezi. Chuo kimekuwa moja ya vyuo ambavyo vinasaidia katika sekta yetu ya habari. Tukiangalia kwa rekodi ambazo kwa chuo amesema, mwaka jana tulikuwa na wahitimu takriban 250, na mwaka huu hapa baadaye kidogo tutatunuku kwa watu wengine 214, na kwa ujumla wake ametueleza kwamba kwa takriban miaka 10 sasa tuna watu karibu 5000. Na nilikuwa na wakati anasoma hotuba mkuu wa chuo nikamuuliza Madam Stella hapa kuhusiana na wale wenzangu ambao wameshakuwa mahiri na wametoka hapa. Bahati mbaya mpaka nimesimama kuzungumza madam hajanitajia yale majina ya wale watu wetu mahiri wale, lakini najua miongoni mwao ninao mimi kwenye chumba changu cha habari. Nilipotoka kuambia baadhi na kuja huko wakasema chuoni kwetu huko salimie. Kwa hiyo idadi hiyo naamini ipo watu wengi mahiri. Kwa hiyo pongezi zangu zitakuwa za dhati, kwa sababu mifano ipo ya watu ambao wamezalishwa kutoka kwenye chuo hichi na huko sasa wanatusaidia katika sekta ya habari, miongoni mwao wakiwa wameshika nafasi kama hizi ambazo mimi nashikilia, kwa maana wako kwenye ngazi ya uhariri na wanafanya maamuzi katika sekta ya habari. Kwa hiyo na kila sababu ya kuwapongeza chuo na wale wote waliopita hapa, na nyinyi mnaokwenda kama alivyosema mkuu wa chuo, mwende mkaendeleze sifa nzuri ambayo DSJ ipo katika sekta ya habari hapa kwetu. Lakini nilizungumzwa swala pia la field, tunasema field, yale mafunzo kwa vitendo. Ni eneo ambalo baadhi ya vyombo vya habari vinalichukulia kwa uzito mkubwa. Kwa mfano pale kwetu TSN kila mwaka sisi tumeweka utaratibu wa kuwapokea wanafunzi, uwe kuanzia ngazi yoyote, cheti, diploma, shahada. Kwa nafasi zipo, tutulie msisitizo, labda mimi niliseme hapa kwamba kwa kuwa na mimi pia nasimama kwenye baadhi ya majukwaa huko, kwa mfano ni mwanachama wa jukwaa la wahariri Tanzania, ambao si ndio kwenye maamuzi kwenye vyumba vya habari, ikiwemo hayo ya kuruhusu watu kwenda kufanya mafunzo kwa vitendo. Kwa hiyo nitapaza sauti yangu na hili nitalichukua kwa wenzangu kwa nia kuhakikisha kwamba tunatenga nafasi za kutosha kwa wale wanaotaka kufanya mafunzo kwa vitendo. Sote tunakubaliana kwamba mafunzo kwa vitendo ni muhimu, kwa sababu tunaposoma tu darasani kwa nadharia bila kujua gazeti linaandaliwaje, kipindi kinaandaliwaje, kinaendaje hewani, na huko pale inakusaidia zaidi kujenga uelewa na kubobea, ili unapotoka usiwe mtu ambaye unakwenda tu umesoma nadharia, ukipewa uandaaji wa gazeti, ukipewa kuhariri, kutengeneza layout, kunashindwa. Kwa hiyo ni eneo ambalo tutatilia mkazo, lakini tutaongea na wenzangu kwamba tuendelee kuwapa nafasi wenzetu ambao wako kwenye vyuo hivi, wapate nafasi basi ya kufanya mafunzo kwa vitendo. Kwa upande wa TSN kama alisema, utaratibu uko wazi tu, naleta barua zenu pale. Bahati mbaya wakati mwingine maombi yanakuwa ni mengi, lakini kwa kadri inavyowezekana huwa tunachukua wanafunzi wengi iwezekanavyo, kwa sababu tunatambua umuhimu wa mafunzo kwa vitendo. Kwa hiyo nitaanza kupaza sauti yangu kwa wenzangu, tuendelee kutoa nafasi hizi kwa ndugu zetu wanaosomea fani yetu. Lakini pia imetajwa swala la BASATA hapa na majengo yale. Kwa kuwa ninasimama na niko kwenye bodi ya ithibati ya wanahabari kama mdau wa habari na mmoja wa watu ambao tunaisimamia hii sekta, nalo hili nitalibeba. Nitaongea na wenzangu wa serikalini kwa maana ya kwenye sekta yetu ya habari, waone jinsi gani ya kusaidiana na wenzetu wa BASATA kuboresha majengo hayo, kwa nia kuhakikisha kwamba mahali ambapo wanafunzi wetu wanafanyia mafunzo yao ni mahali pazuri na mazingira ni mazuri ya kujifunzia. Limetaja swala la mikopo. Ni kweli kwenye serikali
wote tunafahamu, tukifuatilia, serikali inatoa mikopo, lakini imechagua zile fani ambazo pengine zina mahitaji makubwa ama wenyewe tu zimeitwa za kipaumbele. Sivyo bahati, naamini kwamba ya fani ya uandishi wa habari bado haijawekwa huko, lakini swala ambalo linaweza kuzungumzika kwa sababu chini ya serikali ya awamu ya sita ya Rais Samia Suluhu Hassan amekuwa mdau mkubwa wa sekta ya habari. Sote tunajua hatua ambazo wamezichukua katika kuhakikisha kwamba sekta ya habari inapiga hatua kubwa. Tangu alipoingia alifungulia baadhi ya magazeti ambayo yalifungiwa, lakini alisimamia serikali yake kuboresha baadhi ya sheria, ikiwemo sheria ambayo imeunda hii bodi yangu, nitaisema baadaye huko. Kwa hiyo naamini hata ila mikopo tukiliweka vizuri na tukalieleza vizuri kwake na kwa serikali yake, naamini hawezi kushindwa kutoa msaada wa kuwezesha na fani hii nayo kuangaliwa kwa uzito wake. Kwa hiyo nalo nitalibeba kwa maana ya kulifikisha kwenye hatua ambazo linaweza likasikika na kufanyiwa maamuzi. Lingine lilizungumzia ajira na ulezi. Kwa hiyo ajira nalo nitalizungumza mbele kwa maana ni eneo pana zaidi, lakini natuhusu wote kwa ujumla. Na hili la ulezi hili nimelibeba, nadhani inawezekana tu, halina shida yoyote, kusaidiana na serikali ya rais hapa katika kuhakikisha tunasukuma mbele gurudumu letu, hilo sina tatizo nalo. Kwa jumla haya nilitaka nianze nayo kama eneo mojawapo la hotuba yangu, lakini kama kufanya kuwa moja ya taaluma inayoheshimika na inayotambulika rasmi kwenye taifa letu. Chini ya sheria hii ambayo imeanzishwa na sheria inayoitwa Sheria ya Huduma za Habari ya mwaka 2016 sura ya 229, ambayo kwa lugha ya kigeni inasema Media Service Act. Moja ya vyombo vilivyoundwa ni bodi ya ithibati ya wanahabari. Sheria ilikuwa ya 2016, lakini hapa katikati ilipitia mchakato wa marekebisho na maoni ya wadau mbalimbali, lakini ikaanza rasmi tangu 2016. Lakini moja ya vyombo vilikuwa vinatakiwa kuundwa ni bodi ya ithibati. Kwa hiyo iliyowapendeza serikalini mwaka jana, kama alivyosema, Septemba ikaundwa rasmi, ikiwa na hao watu ambao waliwataja, kwa maana professional. Ukienda kuisoma sheria inawataja kwa sifa zinazotakiwa kuingia, sio kwa taasisi. Kwa mfano mmoja inasema kutakuwa na mjumbe kutoka taasisi zinazoshughulika na mafunzo ya elimu ya juu, na hapa ndo anaingia mtu mmoja anaitwa Dr. Egbert Mkoko, yuko kile chuo cha uandishi wa habari ambacho kiko chini ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Pia inazungumzia kuwepo kwa mwakilishi kutoka taasisi zinazohusika na masuala ya habari, na hapa anaingia dada Rose Ruben ambaye ni makamu wetu, anatoka chama cha wanahabari wanawake TAMWA. Lakini kuna zungumzia pia kuwepo na mwakilishi kutoka katika vyombo ama taasisi za umma za uandishi wa habari, hapa ndo ninaingia mimi. Lakini kuna mkurugenzi wa idara ya habari maelezo, anaingia pale kwa nafasi yake na yeye. Lakini pia kwenye bodi ya sasa tuna mtu wa sheria kutoka kwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Lakini mwenyekiti imesema atakuwa mwana habari mkongwe nguli, kwa hiyo ndio maana Mheshimiwa Tido Muhando yuko pale kutokana na sifa zake ambazo wengi hapa kama tunafahamu, tunajua ni nani. Kimoja majukumu yetu ndo miongoni mwao ni ile la kutoa ithibati kwa wanahabari. Chini ya sheria hii imezungumza sisi ndio tutakuwa, kwa maana ya bodi ya ithibati ya wanahabari, kutoa ithibati kwa waandishi wa habari. Wengine walikuwa wanasema press card. Kwa hiyo chini ya sheria hii kwa sasa huwezi kufanya kazi ya uandishi wa habari Tanzania kama huna ithibati ambayo imetolewa na JAB. Na sifa ya kwanza ya kuwa nayo angalau uwe na elimu ya diploma. Kwa hiyo wale ambao watakuwa wamefuzu kwa elimu ya diploma, hii ndio sifa yao ya kwanza ambayo itakuwa inawaongoza kufanya kazi Tanzania ya uandishi wa habari. Ya pili, moja ya kazi ambayo tunafanya ni kusimamia maadili. Kila taaluma ina maadili yake na miongozo yake. Kwa hiyo na hapa tumekuja kusimamia maadili ya uandishi wa habari. Yanatutaka nini? Nyinyi mmesoma, najua kwenye masomo yenu masuala ya maadili. Haya nayo tunayasimamia kwa mujibu wa sheria ile.
lakini pia kuna kupitisha kanuni za uandishi wa habari, na hizi ndio zile ambazo zitatusaidia kuchukua hatua pale wenzetu wanapokengeuka kwenye taaluma yetu. Kwa hiyo ni moja jukumu ambayo tumepewa chini ya sheria hiyo, lakini pia ni swala la weledi, kusimamia na kukuza taaluma na weledi wa uandishi wa habari, lakini pia kuishauri serikali kwenye masuala yanayohusu elimu na mafunzo. Na hapa ndo mnaingia ninyi, tutapita huku kuomba ushauri wenu kuhusiana na masuala yanayohusu elimu na mafunzo ya uandishi wa habari. Kwa chuo tukifika, tutakuja mtushauri na nyinyi tushauriane nini tukifanye, nini tukiweke kwenye mitaala yetu ili kuboresha mafunzo na taaluma yetu. Kwa hiyo ni eneo moja hapo ambalo tumepewa kwa mujibu wa sheria, ndani ya muda ambao Mwenyezi Mungu atatujalia kukaa kwenye hii bodi, ni eneo ambalo pia tutaliangalia kwa mapana yake na kushauriana. Lakini pia kutunza orodha ya wanahabari wale wote watakuwa kwenye ithibati, maana yake orodha yao tutakuwa tunaitunza sisi, kujua Asha yuko wapi, yuko chombo gani na anafanya kazi gani. Kwa hiyo hayo kwa kifupi ni miongoni mwa msingi. Ndani ya sheria hii imeunda bodi ya ithibati, lakini imeunda chombo chingine kitakuja, hakijaundwa. Baada ya kukamilisha kazi ya ithibati, tutakuja na chombo ambacho kinasimamia, kinaitwa Baraza Huru la Habari Tanzania. Mwandishi wa habari yote ambaye atakuwa amepewa ithibati atakuwa memba wa hili baraza, na baadaye watachaguana wao na uongozi wao kwa mujibu wa taratibu ambazo zitawekwa kwa mujibu wa kanuni ambazo zitatolewa na waziri mwenye dhamana ya habari. Kwa hiyo kutakuja Baraza Huru la Habari Tanzania, litakuwa la wanataaluma wenyewe waandishi wa habari. Pia kutakuwa na mfuko wa mafunzo chini ya sheria hii. Kwa hiyo huu mfuko nao utasaidia katika kusaidia waandishi wale wanaotaka kujiendeleza kimafunzo, lakini pia wale ambao wanataka kufanya weledi kwenye maeneo tofauti tofauti. Mfuko utakuwa na uwezo wa kuwasaidia kufanya ama mafunzo ama kuandaa vipindi ambavyo vina mlengo wa kuelimisha jamii na taifa kwa ujumla. Ukiangalia tuna shida pia ya kwenye kuandaa maudhui kwenye baadhi ya vitu vyetu, hasa wale watu wa electronics, radio huko na television. Bado maudhui yetu mengi yanaegemea vipindi pengine vinavyoandaliwa na wenzetu wa nje, na vingine pia tunaandaa wenyewe, lakini bado ubora wake pengine unaweza kusiwa kiwango cha juu. Kwa hiyo moja ya kazi ambayo mfuko itafanya itakuwa ni kutoa uwezeshaji kwa ajili ya kuwezesha waandishi kuandaa hivyo vipindi na mafunzo. Lakini pia wajibu wa kazi zetu pia ni jukumu la uwezeshaji kiuchumi. Kumekuwa hapa katikati na maelezo, na mtakumbuka pia Rais aliunda kamati ya kuangalia uhai wa vyombo vya habari. Kwa hiyo mmoja wapo ya kazi ambayo bodi itafanya pia ni kusaidia katika eneo la kiuchumi la vyombo vya habari. Jinsi gani ya kutoka hapa na kuwezesha, ni eneo moja ambalo bodi ya ithibati ya wanahabari italifanya kwa ajili ya kukuza taaluma yetu. Kwa kifupi pia nataka kuyasema haya ili muelewe upana wa taaluma hii ambayo wenzetu nyinyi hapa leo mtakuwa mnapata vyeti na diploma vya kuwasaidia kwenda kuingia kwenye eneo hili la habari na kutoa mchango wenu. Kwa hiyo ni mambo ambayo mnapaswa kuyajua na muwe tayari kuyajua. Lakini la muhimu pia na nyinyi mjiandae kwenye huo ushindani wa hili soko. Mlisema swala la ajira. Ni kweli kusoma ni swala moja, lakini ajira nayo imekuwa na changamoto na sote tunakubaliana. Lakini ajira nayo inaweza ikawa rahisi kwako kama ukiwa mahiri. Na hapa lazima tusisitize umuhimu wa umahiri wetu. Kama tumefanya vizuri hapa chuoni, basi umahiri huu pia ukaonekane kwenye kazi. Amezungumza hapa mkuu wa chuo sifa za chuo na umahiri wa wenzetu ambao tayari walipita hapa wanaofanya huko kwenye vyumba vyetu vya habari. Kwa hiyo na nyinyi mnaomaliza leo ni wajibu wenu kwenda kuhakikisha mnaendeleza sifa hiyo kwa kuwa mahiri. Na moja la umahiri, kufanya kazi kwa bidii na kwa weledi na kuzingatia hizi kanuni nilizosema za waandishi wa habari na maadili yetu. Lakini pia msiishie hapo mlipo. Kabla sijaja hapa nilikuwa namwambia mkuu wa chuo kwamba kwa hali ninavyoiona na bodi yetu ya ithibati sasa hivi na hali hii, sitashangaa miaka 5 ijayo kama kiwango cha elimu kitakachotakiwa kwa mwandishi wa habari Tanzania kuwa ni shahada ya kwanza. Sitashangaa. Sababu dunia imebadilika, mazingira ya ufanyaji kazi yamebadilika na hali halisi imebadilika. Kwa hiyo tutakiwa tuwe watu weledi zaidi ambao wanaweza kufanya mchanganuo wa habari, wakachukua maudhui wakayachakata
wakafanya kinachoitwa analysis wao, wakatueleza nini ambacho kina maana. Kwa hiyo ili uwe weledi wa hiyo, miongoni mwao pia elimu itakuwa ni eneo muhimu zaidi. Unaweza kuwa na diploma, yes, na watu wengi wamekuwa wazuri sana kwa sababu ya hii elimu ya kati imetusaidia huko kwenye vyombo vya habari, lakini tunakokwenda pia tutabidi tusogee mbele zaidi. Kwa hiyo pia tujiandae, na sisi tupata diploma leo na si wachetu tunaokuja, wote kwa pamoja tufikirie kuona kwamba tunahitajika kwenda mbele zaidi kuliko hapa tulipo. Ni eneo muhimu, mliangalie sana kwamba msije mkashawishika tu. Bahati nzuri Kingoba pale akasema uje TSN ufanye habari leo pale, nikakuweka pale ukasahau kwamba kuna kujiendeleza. Tusitoe hiyo nafasi. Unaweza kutumia nafasi hiyo, lakini humo ukaendelea kutafuta elimu zaidi ili tusaidie zaidi katika maeneo ambayo tunafanyia kazi kwa kuwa na weledi zaidi. Kwa hiyo eneo ambalo nasisitiza tusirizike na hapa tulipofika, tujitahidi tuwe na shauku ya kupata elimu zaidi, sababu ubora utakaopata, maarifa utakayopata yanakujenga zaidi kwa mwandishi wa habari bora zaidi pengine kuliko ungeishia hapa ambapo ulipo kwa sasa. Kwa hiyo nawaomba kabisa mlizingatie hilo na mlifanye hilo kama kipaumbele chenu kimojawapo mnapoondoka leo katika mahafali haya kama eneo kubwa la kulitolea mfano. Kwa jumla hotuba yangu itakuwa imejikita kwenye maeneo hayo. Naamini kwamba nyinyi mna nafasi kubwa sana ya kubadilisha taifa hili. Kwa muda sasa tunazungumzia jinsi gani ambavyo vyombo vya habari vinafanya kazi lake. Kwa hiyo nanyi mna mchango mkubwa mtakapoingia kwenye soko la ajira. Na hapa pia pengine nisisitize swala pia la ubunifu. Ni muhimu sana mkalipa mkazo swala la ubunifu. Na lazima niseme kweli, mimi nimeishi kwenye kinachoitwa print media, huko kwenye magazeti kwa takribani miaka yote niliyosema niko kazini. Lakini katika siku za kawaida pia tumepata changamoto inayotokana na mabadiliko ya teknolojia duniani. Watu sasa hivi chochote kinachotokea hapa tulipo wote sasa hivi tutakuwa tunakijua kwenye simu zetu. Kwa hiyo usome gazeti kesho lazima uwe mbunifu na ujue jinsi gani ya kuliandaa. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo tutakutana nazo, lakini zinaweza kupatikana majawabu yako kama tukiwa wabunifu katika maeneo yake. Na ndio maana sasa hivi kila vyombo vya habari vimegeukia kwenye kinachoitwa digital. Sasa hivi kuna media convergence. Najua nyinyi mmezisoma kwamba watu wameunganisha vyumba vyao vya habari na masuala ya kidigitali. Kila chumba cha habari, hasa hivi vya wenzangu vya kizamani tunasema vilikuwa magazeti na radio, lakini wote sasa vimehama na television. Wana sehemu maalumu ya masuala ya kidigitali. Kwa hiyo ni eneo ambalo mtakutana nalo, ni eneo ambalo lazima muwe wabunifu ili kuendana na hali ambayo imebadilika ya utendaji kazi wa vyombo vya habari nchini Tanzania na dunia kwa ujumla. Kwa hiyo ni eneo ambalo tujiandae nalo, tuwe wabunifu, tuwe tayari kutumia ubunifu wetu uliofundishwa hapa kwenda kuendeleza huko, lakini tukijua kwamba kuna changamoto kubwa sana katika dunia ya sasa katika aina ya upatishanaji wa habari. Zamani kama alivyosema watu watakaa saa 2 wasubiri radio, television. Watasubiri kesho asubuhi wasome gazeti. Lakini siku hizi hapo ulipo sasa hivi unaweza kujua lolote linalotokea popote katika sekunde moja iliyopita. Sasa ili kubadilika na ili yule msomaji wako abaki kwenye kusoma gazeti lako ama abaki kwenye redio yako ama akuangalie kwenye television, lazima uende kumpa vionjo ambavyo vitakuwa havijui. Ile tukio amelisikia lakini anataka kujua zaidi. Sasa vile ambavyo ndio vya zaidi havionekani ndio tuwasaidie wasomaji wetu, wasikilizaji wetu na wale watu wanaotazama television zetu kujua nini kinaendelea. Hili linahitaji mtu ambaye ana ubunifu, yuko tayari kuumiza. Kwa hiyo nawaomba pia na hilo mliweke katika msisitizo wenu kama eneo mojawapo la kulifanyia kazi. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, nisiwachoshe sana kwa hotuba ndefu, sababu na mimi ni mwandishi wa habari, si mwanasiasa. Kwa hiyo naamini yale niliyosema yatakuwa na manufaa kwenu na jamii ya chuo kwa ujumla na sekta yetu ya habari Tanzania kwa ujumla wake. Tuendelee kushirikiana katika uboreshaji wa sekta ya habari Tanzania, kwa sababu bado watu wanaamini katika vyombo vya habari. Hapa katikati kulitokea kilichotokea, lakini watu walikuwa kila siku wanauliza habari, mbona hatujapata taarifa, mbona hatuna taarifa? Kwamba watu wanategemea vyombo vya habari viwapashe taarifa.
Kwa hiyo bado sisi tunaendelea kuaminiwa na kutegemewa na wananchi katika kuhakikisha habari zinazokuwepo zinawafikia. Tusipoteze imani hiyo, tuitumie imani hiyo, tuilinde imani hiyo kwa mustakabali mwema wa taifa letu. Baada ya hayo, mkuu wa chuo, nashukuru sana tena kwa nafasi hii, kwa mwaliko huu ambao mmenipa. Naamini kwamba tutaendelea kushirikiana kwa ajili ya maendeleo ya sekta yetu ya habari. Kwa wahitimu wenzangu wa leo, kila laheri katika soko letu la habari, lakini msiishie hapo. Kama nilivyosema, mwende mkatumie taaluma zenu kutusaidia kusonga mbele kwa ajili ya manufaa makubwa ya taifa letu. Mwenyezi Mungu awabariki wote. Kazi na utu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenyezi Mungu awabariki wote.